Sasa sikiza wadogo zangu. Yaani chaka ilivyo. Kwanza lazima uingie mkoa ule mkubwa ule. Afu unatafuta lodge unalala. Mambo. Hi. Hello. Sorry. Kuna swali nilikuwa naomba unisaidie, swali la 4. Linanisumbua kweli yani. Okay. Swali la 4. La 4. Wewe, Mary Michael. Uibishi atakusaidia nino? Mbona swali jepeso tu hili? Njoo kunikusaidia. Njoo nikusaidie. Wewe mwenyewe darasani unashindwa. Hauna mtaka. Mimi namtako yule. Wewe si wa mwisho darasani. Mimi namtako yule. Unasema? Namtako? Ha? Mbona mtango tuheshimiano jamani? Mimi ni mtako yule. Tuheshimiano bwana mtango. Mimi nitamtako vipo? Tuheshimiano. Basi naomba tuimbie. Kidogo tu. Mimi yani nikiimba nalipo ujue. Yaani simbi bure. Mimi simbagi bure. Yaani ukisikia nimeimba ujue nimelipo. Mwambie tu kidogo kwa heshima. Alafu sina mood kabisa. Please. Wapi basi hata mboga 7 tu. Kidogo kidogo tu kwa heshima. Haina noma. Kula ndungo walao. Mtoto kashaingia timingo. Mboga 7 umeniteka. Makahaba na wacheka. Kwenye mkataba na kuweka. Kwenye mahaba na kuweka. Napiga ibada usije lala kwenye mkeka. Kama vumba likikataa. Dumba litofaa. Bila nyumba chumba kimoja utakaa. Nguo za mitumba nauliza mchumba utavaa. Utaolewa kwa bei ndogo wewe. Wewe unavaa nguo za mtumbi? Nyimbo yenyewe kwanza mbayo. Nyimbo ya bisho huyu aielimisho. Yaani unababaika na ubisho toka kamekuja kashule yote eka. Yaani utoka amefikia anachuchukuli mademo wote. Kwanza wewe shida yako kuimbiwa. Chapo mtango. Kademu kamizinga mama we. Utoka wezo. Kademu kanapenda mizinga mama we. Utoka wezo. Kademu kamizinga mama we. Utoka wezo. Kademu kanapenda mizinga kweli we. Utoka wezo. Utakaweza. Nauliza utakaweza. Kademu kamizinga. Je, wewe utakaweza? Wajibebesha mzigo ndugu yangu Oloshindo waenga. Kingi alikashindwa ako na bambo alikashindwa ako na mimi nilikashindwa. Wajiona umepato we, watangaza kuoa watangaza kuoa hako kademu unakajua. Tuulize wazawa kastori tutakusimulia. Hako kademu hako kakione kichako lazima katajisaidia. Na ukiwa na mbumba kiuraini wajizolea. Wewe unamtaka Mary Michael. Wewe sogea hivi. Iangalie hiyo sura. Ungekuwa wewe ungeikubali? Wewe ungekuwa ndo mwanamke. Ungeikubali hiyo sura? Eti mnaimba. Mbona mngenda Ifakara kulima? Yaani waseme eti wasanii. Hapa wasanii waimba muziki na miguu yenu ya kushoto hiyo bwana. Ende mkalime Ifakara. Kuna mashamba hadi ya 30. Nyimbo zenu mbaya bwana. Eti kaendro. Hebu aka kadude tulikoimba sisi na alikoimba kali. Nani kakali? Kwa nini nyinyi wasanii? Nani mnafiko? Wewe mnafiko kumbi. Yaani watu wasokuwa na vichwa. Tuondoke zetu mtango. Eti si anatulizi sisi tuko nani? Kuna wadai wa vikoba. Waendesha boda boda. Masela wapiga roba. Jamani kuna mawinga. Mem kwa school. Mtango. Huyu mtoto kashibi Inashangaa kweli yani. Wewe nini? Asa mtu asipashe. Sisi tumetoka kula ujue. Hapo kupasha kwako unaweza kuchafua hali ya hewa hapo. Mazoezi ni afya. Bwana wewe usije ukajambi hapa bwana. Bwana wewe toka. Mtoko zako bwana wewe. Nishike nipige tafu. Nikushike ulipandaje? Nakushike nani? Wewe mwenyewe mshuku zako wewe. Shuku mwenyewe. Wewe ukishashibi basi. Hamna hata ndugu. Ndugu wa nini? Na watoto kama hawana tamia mfukoni. Unaona ningine janguka tamia, mtoka wewe. Angalia. Unaona? Sijaangusha. Utaangusha na mio. Unakaera wewe, unakaera. Hata ukipita kwenye simu yako unasi. Ndio tatizo yani la kusoma na watoto. Yaani nakwambia nakushido kweli wakati mwingine unapata nani pressure. Yule unakuta hajazaliwa na mzazi wake, yule analelewa na baba wa kambo yule. Ndio maana akasikii wanakuanga vile vile ovyo. Umeoni
Na inawezekani kwanza alivyoondoka hapa kaachi kifungu cha hewa. Tungesikia harufu. Harufu hujisikia? Tumekawahi kukatoa kale. Wewe hujisikia? Sijasikia. Basi wewe una headphone ya sauti. Mafua. Mimi nakueleza ukweli Mtango. Mafua. Utakuwa na headphone ya sauti. Unapita na kile kitu. Eti Mtango? Nimepita mtaani kuli bwana, watu wananiambia bwana eti mimi nimefanani na wewe. Nini? Watu wananiambia mtaani kuli nimefanani na wewe. Anacheko. Anacheka. Eti nacheka. Yaani mimi nifanane na wewe? Ndio, sisi tunafanana. Wazazi wangu swangenitupa mimi nipate sura kama hii. Mimi kahendi samu. Mtumi roho yangu kula ndungo. Nani? Wendi samu? Sasa unauliza makali yangu wakati mkia unauona. Mimi kahendi samu bwana wewe. Sawa. Mtango kweli umenichoki. Sasa nakwambiaje? Mimi kama mimi sitaki kwanza kuongea na wewe tena. Sasa mbona unaongea? Sina malizio. Malizia kabisa, futa na ubao kabisa. Mimi mwenyewe sitaki tena kuongea na wewe. Unanifananisha na mtu hivi. Unasemaje? Yaani wewe ufanane na mimi? Yaani Mtango, kwanza ikiwezekana hata familia zetu zisiongee mimi na wewe. Sio familia, hata nyumba zetu zisiongee, hata ndugu zetu wasiongee tena, yani kila mtu apite kanjia kake. Hata wakituziko nikigundua wamenipa taarifa wakati nimekufa, natoa mifupo. Mifupa ya nani unaitoa? Si kwako. Na mimi natoa ya kwako nachomoa. Utoa ya kwako wewe DNA yako? Natoa. Huyu naye akili zake zikoje wewe? Akili zake zikoje? Wewe pale nimeshika namba 7 mimi. Sasa mimi nichokwambia kwanza kwenu sije. Yaani mimi wajumbe wetu wasiongee. Wajumbe siongee wanahusiana nini wajumbe? Wasiongee na mimi, mbona wote kama utaka kwa kasongee na kama utaka. Kwani wajumbe wamegombani wao? Yaani sisi ndio chanzo cha wao gomvi tunawapelekea kule. Oni cheusi yuli kapigwa magoto. Nyosha mikono hiyo bwana. Unalegealegea nini? Kaza mtoto wa kiume wewe. Kapigwa magoti. Sasa mimi inanihusu nini? Inanihusu nini? Sina kuelezo. Wewe tumesema tusiongeleshane. Wewe nini bwana? Sinajiongelesha mwenyewe. Sasa jiongelesha, angalia kule. Na wengine chokioni, nimekwambia cheusi yule kule mpigishi magoti. Cheusi nini bwana? Wewe tushafunga jarada, tumefunga kajarada. Sawa tumefunga. Kwanza geuki huko, mdomo unapiga piunzi huko. Nani? Kama mdomo kanapiga nini? Mdomo unatemo. Unatema nini sasa? Yaani mdomo wako unanuko. Na nisikitisho. Jinga nini wewe? Na nipotezea hata appetite ya kula vitu vingine. Nikupotezea appetite. Bali Mtango mdomo unatoa bwana. Wewe bwana nini bwana wewe? Mimi sitaki bwana mambo ya kijinga jinga hayo. Utafikiri siti. Siti ya gari, siti ya nini? Gari la tako liko mdomoni. Ndaro! Haya bwana. Pole. Asante. Wewe nani? Anaejia mimi, hapigi kerere. Una tabuku mbili, unajikuta mayala. Ndaro. Haya bwana. Toka bwana. Wa Mary Michael. Yaani nilijua ni sauti tu mnafanana. Kumbe hadi akili mnafanana. Kweli duniani watu wawili. Mary Michael muuza bwabwa. Ulikwaka mchoyo. Wewe nenda bwana. Mbona adabu hamna lakini? Yaise. Unacheka nini sasa? Hapa kinachochekesha labda kitu gani? Najua basi. Steve. Nenda nyuma darasa kule, nikukute unatengeneza ile bustani. Kaangalia. Ukiona kama kazima. Swali ni je, una line ya Halotel? Kama una line ya Halotel mtafute mwamba anaitwa Chris Bando. Nisikilize, nakutajia namba zake, alafu mpigie mwambie nataka uniunge bando ambalo linakaa zaidi ya miezi 8. Chris Bando ana namba 4. Nakutajia namba hizi 2, mtafute. Lakini hizi namba ni kwa ajili ya kuongea naye. Ukitaka kulipia kuna lipa namba. Namba zake zenyewe ambazo ni hizi hapa. Kuna 0615 75 43 03
na 0785 736361. Hakikisha huna wasiwasi katika moyo wako, kwa sababu jamaa tunamwamini hadi sisi. Hii video yenyewe nimeupload kupitia bando lake na kutajia lipa namba hiyo. Sasa achana hizo namba hizo ni kwa ajili ya kumpigia, na lipa namba ni kwa ajili ya kuungwa bando lenyewe. Lipa namba zenyewe ni hizi hapa. Hizi ndio lipa namba za mitandao yote. Mtafute, yani ukilipia anakuunga hapo hapo, unalipa then anakuunga. Chris Bando kanyoka kama rula. Jamani mjini shule, tatizo wanafunzi akili ya mnazo, mashauzi mengi kichwani zero, aliyefaulu sana naye kapata zero, majukumu yanawapa pressure, wanapenda pesa mapenzi. Kwema lakini. Kwema. Hizi ni apartment hizi zote ni apartment. Sasa mimi ni mwalimu, sawa. Nilikuwa nataka nijue kwa siku gharama yake sio kubwa sana kivile. Sio kubwa. Sasa kuna wanafunzi mimi ninauma, wanakuja kuniona nyumbani sana, nyumbani kwangu mazingira kama yamekaa hoi. Wataenda kunitangaza shuleni bana. Nataka unipe room la day worker. Yaani silali siku nzima. Ni kama saa machache short time. Na silali ndani na lala nje. Tutapandika kikacho na lala tu nje. Tutafix tuje tunafanyaje? Na hizi film? Hamna shida, mimi ni mwalimu. Mimi wanafunzi wanakuja kuniona. Kwa hiyo usistuke, wanafunzi wataingia wengi tu ndani muda si mrefu. Wewe wakiingia kama wewe kama ni nyumbani kwangu unapoishi. Ila wengine ndani. Mimi nje tu, yani short time, when dakika zifupi tunaondoka silali. Nalala nje. Natandika tu kikachanga hapa. Wote wale watu mwishoni watafika mwisho sasa uje naonyesha wewe kaza sehemu gani. Yaani hapo labda kwa hapo sababu kwingine kote wenyewe akikukuta atakuwa so. Hapo kaka. Kwani unakataa? Mimi nalala hapa nje, sitaki kaa ndani, mimi mwenyewe sitaki. Kwa sababu unajua kuniona watu. Alafu anakuja wanafunzi wasiwe nieleweka basi mapema. Mimi nitakutoa tu, au sio? Sawa. Mimi ni mwalimu, mshahara natoka uhakika, siwezi kudhulumu hela yako. Sawa. Nikuzulumu unaenda shule, wewe unajua unapofundisha mimi? Hapo bondeni ukipanda ukishuka pale kwenye nyumba kama shule iko pembeni hivi. Sawa. Ila wasiingie katika vyumba vingine. Najua tena kuna watu. Hawezi kuingia, sasa ingie kutafuta nini? Ngoja hapa, si ndio? Hapo. Nishikie mama. Sikia niletea hapo, nitaandika hapo. Hakikisha hela ipo. Majukumu yanawapa pressure, wanapenda pesa, mapenzi yanotesa. Walimu wanakesha kuwafundisha, ila ni kama wanajitosha. Kuna wadaiwa vikoba, kwa school. Waendesha boda boda, kwa school. Wasela wapiga roba, kwa school. Jamani kuna mawenga, kwa school. Kuna wadaiwa vikoba, kwa school. Waendesha boda boda. Mwalimu pole. Jamani kuna mawenga, kwa school. Wewe njoo. Sogea. Wewe si kufukuza shule. Shika kwanza dudu lako hili. Sio kanakia masomo, kama kusoma itoa wapi. Shika dudu lako hili. Wewe si kufukuza shule. Kicho kufanya unifuate nyumbani nini? Aliyekwambia anataka mazoea na wewe ni nani? Nakwambia kitu kimoja wewe, mjinga wewe. Mwana haramu usiwe kuwa na akili, usiwe kuwa namna wakubwa. Nikifumbua. Toa hizo mbalika zako hapa nyumbani kwangu. Nimejenga kwa gharama zangu afa unakuja unakanya kama toka hapa. I say usinitembee mimi kwa dharau. Hivi anajiamini nini huyu? Hivi toka kwangu. Nenda huko bwana. Wewe tena kama umeitwa. Papa hivi ndo anakuja kunisumbulia mimi. Mimi napokea la ndefu. Watu tuna mishahara zetu. Leo kama mimi nina shida na papai lako nani? Kwa hiyo mshahara wangu na mapapai mangapi hayo? Shanzi kabisa watu wengine wachawi sijui ya. Sina mfukuza shule juzi anifuata nyumbani kutafuta nini? Kama umetumwa vitu uje kwako haniwezi. Epusha shetani. Shetani mwepusha gani? Mwalimu unaumwa lakini. Na wewe sogea hapa, hebu njoo. Njoo. Wewe. Hizi si ni yebo vua. Sawa na nyungu mwalimu. Kutokuja siku mbili tu shuleni nimeanza kuchukua amri zenu, si ndio? Mnakuja shule na yebo.
Kwa hiyo mnadharau walimu waliobaki asiki, si ndio? Ina maana pale mnene ogopa ni mimi tu, si ndio? Ina maana mimi ndio mbabe peke yangu pale shule. Ina maana wengine wote mnawachukulia kama niseme kama watoto wenzenu, si ndio? Hapana. Hapana. Sasa hii ni akili gani? Unakuja na yebo shuleni. Piga magoti hapo. Wewe piga magoti hapo. Mwalimu. Kuna mbona sio na msalani. Msalani? Hebu ngoja hapa nakuja pamoja. Unakuja na yebo. Wewe sasa msalani. Wewe si uende hivi hadi nikuelekeze, nenda hivi kunja hivi nenda kulia hivi. Wewe kwa mbaba wewe bwana. Hamna mwalimu na nyungu kwenye mguu. Haya, nataka watu ambao wamechelewa shule leo. Sasa mwalimu, kwani nyumba kwako au ulikipanga? Hii nyumba yani ya kwako au ulikipanga? Kwa nini unje kunichunguza, si ndio? Tunacholana, si ndio? Sasa vitu gani unaweza vikijinga? Sasa nisikilizeni. Sasa kuona mjinga wote hapa nyumbani kwangu. Hebu naomba mtoke. Ondokeni. Asante mwalimu. Aisee, nitawatandika. Tokeni kwangu. Aliyewaambia mje mtembee nani? Mimi nahitaji kuonwa. Aliyewaambia mimi nataka kuonwa ni nani? Na nataka muone nini? Hebu tokeni, toka. Shika marudio yako haya. Toka. Asante mwalimu. Toka. Toka. Yaani nimetoa matunda unakusema napeleka wapi? Hauna walimu, nilikuwa nataka nikuoneshe upendo, nataka nikupelekee ndani kakuhifadhia. Wale kuomba upendo ni nani? Na leo kwamba mimi nataka upendo ni nani? Kumbe mnaleta vitu wenyewe mnavitaka, si ndio? Hamna. Weka chini hapo. Toka basi. Na mwalimu. Mr. Blue. Yo. Njoo. Namalizia homework hapa teacher mara moja. So unajua kwenye pepa unyamwezi uwe mwingi. Yaani mimi nakuita unasema kuna homework unamalizia? Hem, njoo hapa. Wewe nyamwezi. Nyamwezi. Ngoja kwanza nimsikize teacher yenu. Poa sote. Chapu haraka. Yaani Mr. Blue, mimi nakuita unabaki unanitazama tu. No, nimekusikia. Wewe, hebu acha dharau wewe. Acha dharau bwana. Sawa. Hata kama uniheshimu mimi, iheshimu shule. Hebu hiyo miwani huko. Sawa. Najua hiyo miwani ni ya gharama. Muonekano wangu sio wa gharama, lakini vua, iheshimu tu shule. Shule tu. Sawa. Sasa mimi hapa nimekuita kwa jambo moja. Mimi hapa nataka unikopeshe 30,000 tu. Nakurudisha wiki ijayo. Ticha, unajua unaposema 30,000 tu, yaani ukitumia neno tu, yaani kama ndogo au kama unayo, yaani Mr. Blue. Kama unayo. Mimi nimekuita kwa sababu wewe nakuelewa. 30,000 ni kitu kidogo kwako. Sasa ticha. Hebu kwanza nisikilize. Unayo keshi hapo au ipo kwenye simu tukatoe tu? Ngoja, hiyo unajua sio tatizo. Unasikia? Mimi hapa kuna shule moja waga nafundisha huko nyumbani. Kifupi ni tuition. Kwa hiyo kuna mwanafunzi nishampokea. Akileta tu hela, mimi hela yako nakuletea wiki ijayo. Sitaki niende kwenye kikao kila siku hivi, kila siku inaonekana na hili shati. Nataka shati jingine jipya. Wewe Steven Moses hapa kuna tafuta nini? Nimemfuata Mr. Blue. Samani mara moja. Steven Moses, unaniharibia. Sasa Mungu anaendelea. Niko darasani. Wewe unajua huyu. Sikiza. Kwa hiyo ndio maana nasema mimi nikishaipata hiyo hela na kuletea mapema. Alafu unajua nini? Kuna show fulani hivi na kuandalia ya kipaimara. Si unazifanya hizo pia? Ticha, ukianza kumambo kunijaza hapa, hela yenyewe inaweza isitoke. Mimi nataka nijue. Unanipatia hapo? Nipatie tu, haina shida. Mimi wiki ijayo nakupa. Nikienda huko kwenye kikao, ile shati ni shati au una shida na hela? Kwa sababu mimi nina mashati kibao Mnyamwezi, yani yamejaa tu getu. Naweza nikatoa shati moja, kuna shati moja
Like hip hop tena kama unalivalia na hii inakuwa nzuri kabisa, yani inakuwa perfect. Sasa wewe ya hip hop. Kama shida ni shati unapata. Hayo ya hip hop stack nataka la kiualimu tu. Kwa hiyo nipatie nipatie 30. Alafu kitu kingine kuna mchongo mwingine ambao nitakufanyia na kutafutia tu majukwaa ambayo yatakuwa mengi. Ili mradi turudi kwenye form. Na nina mdogo wangu huyu anapenda sana nyimbo zako. Nipatie hiyo hela kidogo pesa. Tuwai kwa sababu nikikao umeshindwa kubadilisha shati, hela utanilipa kweli teacher? Kulipa. Kweli. Sababu tu vizuri hapo. Kwa teacher ulikuwa unasema una shida na kiasi gani vile? 30 tu, lakini ukiniongeza 10,000 nikienda huko nakupaisha. Unataka kunipaisha? Teacher huyo usinijaze. Hii hela utatoa kweli teacher? Mimi nakupatia. Pale nyumbani kuna mwanafunzi huwa anamfundisha tuition. Kwa akishanipatia tu hiyo hela, mimi nakuona na kulipa hela yako. Unalipa hiyo? Ndio nalipa. 30,000. Nalipa 30,000. Sawa. Sasa mimi hela nitakupa kwa sababu wewe ni mwalimu wangu, unanifundisha au sio bwana? Na shuleni si hapa, unajua tunahitaji misaada kama yenu nyinyi walimu. Bila nyinyi hamna kitu kinaendelea, lakini ngoja kidogo. Steve, Joe baba, Joe baba la baba. Usio na wasiwasi, hela unapata. Si sate tu. Sate unaokota. Vipi mwanangu? Safi kweli? Kama kaa. Sasa huyu anataka nimkope 30,000. Ya Kitanzania. Teacher madeni atakuua. Sasa nikasema nikuite mwanangu uone kwamba namkopa. Mwalimu namkopa. Yaani mimi namkopa huyu. Yaani mwalimu nisikufiche. Utatudhulumu sisi. Ila huyu mtaalamu hela yake utampa. Anataka shingapi? 10,000 tu. Kaambia hiyo hela sio shida. Ya nini? Steven. Tutagombana. Sasa sikiza, unajua huyu ndo shahidi ambao mimi nimemwita kwa ili wewe kama una shida ya hela. Mwache Blue. Blue mwache. Yaani wewe unanidharau. Huyu kaniita na pesa yako inatakiwa ipitie mkononi mwangu. Haya. Niondoke usipate hiyo hela. Yaani wewe ongea na huyu vizuri. Ndio maana nikwambia unataka hela kweli. Nimemwita mwanangu yako kama una shida hela tulia. 30 bwana nampa 30. Unasemaje nampa? Nampa 30. Mpe ndugu wangu utafanyaje? Tumwache mwalimu wetu afe. We Steven. Ondoka hapo. Doni. Konda. Bina. Unacheka nini? Ondoka hapa. Si vinachekesha vya kukopa. Maisha yangu yanakuchekesha. Niko ndani. Sasa teacher, sikiza wewe unavyokuwa mkali. Anyways, hela mimi napata lini teacher? Wiki ijayo mimi nakupatia. Wiki ijayo? Kweli kabisa. Wiki ijayo mimi nakupatia. Sawa. Sasa mimi sitaki nikufuate nikusumbue kwenye ofisi zenu kule. Si unaona dharau zako hizo wewe? Nimekwambia toka muda wewe unadharau wewe. Unanitia mimi Steven Moses kwa ajili ya ushahidi wa hela yako. Kila kidogo kama hiki. Chukua. Unanyanyasa na kila kidogo kama hiki. We, dharau tu. Nenda darasani huko, sitaki kukuona hapa. Masela wapiga roba. Jamani kuna mawinga. Memkwa school. Halo, tusikilizane. Wanafunzi, leo tutafanya uchaguzi wa viongozi wa shule. Na kuna wenzenu ambao walikuja kuomba hizo nafasi ofisini. Kwa hiyo nitataja majina yao hapa. Mwalimu Mkazi. Okay. Wale viongozi ambao mlikuja kuomba zile nafasi, manake mtasimama mkishasikia majina yenu. Baada ya kusimama sasa utaelezea sera zako. Kwa nini unagombea hiyo nafasi ya uongozi? Ambayo sasa wanafunzi wenzio wakisikiliza hiyo hoja yako au sera zako, wakiona ni nzuri, watakupatia nafasi ya wewe kuwa kiongozi. Si ndio hivyo mwalimu? Uko sawa Mwalimu Mkazi. Na sera zako ndio ushindi wako. Kwa hiyo bila kupoteza muda naomba niwataje. Mtanga. Abe. Wanafunzi wii. Okay, Mtanga atagombea nafasi ya kaka mkuu.
Sasa hiyo miguno ndo tumekataza. Tulitoa muda kila mwanafunzi anayetaka uongozi aje ofisini achukue fomu ili agombee hiyo nafasi, lakini sasa nyinyi mmeshindwa kufanya hivyo. Mwenzenu amejitokeza amegombea hiyo nafasi, mnataka kuleta kipingamizi. Mtanga, karibu. Asante madam. Jamani, mimi nimechagua kugombea kwa nafasi kaka mkuu wa kashule haka kwa sababu kwanza napenda kusifiwa. Yaani napenda sifa. Na ni kipaji ninachotoka mdogo, napenda kweli sifa mimi. Kwa hiyo najua nikiwa kaka mkuu shule nzima itanijua na watakuwa wananiogopa. Hiyo ya kwanza. Ya pili, nataka kugombea kaka mkuu ili tupunguze matatizo madogo ya kuoneka shule ketu. Maana tunakula maharage na ugali mpaka ukijitoboa chunusi inaruka harage kule. Kwa hiyo kidogo at least hata siku moja tuchape ka ubwabwa, si ndivyo alafu kama nikipiga mishemishe zangu mambo ya chakula yanalipia mimi. Yaani zile buku nalipia mimi. Sawa jamani na kitu kingine nisiongee sana nisije nikaribu. Kitu kingine umeona siku moja kama hauna update ya kuja shule ruka tu dirishani ondoka, kaka mkuu kasema. Si ndio jamani? Ndio. Basi mimi mwalimu madam kasira kangu ni yako tu. Lengo kubwa kuwaokoa wao. Asante. Haya, asante. Okay. Anayefuata ni Bambo. Poni mnakunu. Jamani, fitini zinaanza kabla. Tatizo liko wapi jamani? Wanafunzo. Ndio maana mnapata shido. Bambo anagombea nafasi ya timekeeper ambaye ni mpiga kengele. Karibu Bambo. Asante sana. Jamani, mimi hasi hapo kwenye bookkeeping sijui mtamkipo. Hapo ndiye napopapendo mimi napatako. Mimi kwa mudo ndi mwenyewe. Kwanza huko nyumbani Songeni nilikuwa napiga nkengendo. Vichuma vilivumi na lio. Huyu timekeeper ambaye yuko naye tunaye sasa hivi huyu ni Kinondu. Ni mtambo, ajitambuya uwezo. Mimi siku moja nikashangaa. Kengele ya kwenda kupumziki saa 4 anaigonga kwa asili utafikiri fundi mwanzo, muunzi wa kugonga vyumo. Wakati saa 4 mnaenda kuli. Tunaenda kupumziko. Unagonga Sasa jamani, kweli jamani, ni kweli yake jamani. Huyu atufao tumtoi. Mimi naombi kabisa. Ndio maana hata mimi mwenyewe ninaponioni sasa hivi nimeanza kwanza masikio yangu sisikii vizuri. Sababu anavogonga hii kengele, namba za sikio zimeanza kulegea. Sasa mimi mkinichagua jamani, naagiza China kengele ambayo unaweka batani. Anyways, asante Bambo. Anayefuata ni Mary Michael. Bila shaka nadhani wengi mnamfahamu. Huyu ni kiongozi wa siku zote, ndo Montress wenu wa siku zote. Nadhani ameamua kuja kupigania nafasi yake mara ya pili. Kwa hiyo ni yeye na sera zake. Karibu Mary Michael. Asante. Jamani wanafunzi wenzangu, mimi niko hapa mbele yenu kuendelea kupambania nafasi yangu ya Montress. Kama kawaida naahidi kuendelea kuwa kiongozi mzuri, mwenye haki na pia kiongozi mwenye upendo. Kama mnavyojua niko pamoja na nyinyi kuwatetea nadhani sina shida na nyinyi wanafunzi wenzangu, bila shaka nitapata kura zenu. Kwa hiyo niko hapa mbele yenu kuomba kura zenu kuendelea kuwa Montress wa darasa lenu. Yangu ni hayo tu. Lakini mimi nawapenda sana jamani. Sikilizeni sera zake. Kama mumpendi maana yake hamtamchagua. Si ndio? Na ndio maana tutaweka uchaguzi. Mary Michael endelea. Walimu
yangu ndio hayo tu, asanteni. Okay. Wa mwisho ni Wanani. Wanani atagombea nafasi ya monitor. Karibu Wanani. Kwanza mwalimu, itifaki imezingatiwa. Wanafunzi mmepata monitor kwa mara ya kwanza. Tumeteseka muda mrefu pasipokuwa na monitor ambaye anaweza akafuata vigezo ambavyo sisi wenyewe tunavitaka. Hoja namba 1. Kwanza mwalimu, mimi nilikuwa nataka nibadilishiwe monitors. Kwa sababu Mary Michael hajui wajibu wake wa kazi. Kwanza mtu ana majini. Siku akipandisha na madaftari yetu akayachana. Sio mtu wa kumwamini. Mary Michael anauza ubwabwa. Kuna muda daftari langu la hisabati lilikuja na mchuzi. Wateja wake wa kufungia maandazi anachana karatasi anafungia madaftari yetu. Kwa hiyo ningetafuta pisi nyingine ambayo hata monitor tukiambatana inaonekana huyu monitor, huyu monitors. Option namba 2, ningeshauri walimu mngekuwa mnatulipa sisi monitor kwa sababu kazi tunaoifanya ni kubwa. Mtu unakusanya daftari la ngadu, ujue ameandika au la. Ile inabidi nilichukue nikuletee. Sio kazi rahisi. Lakini swala la 3. Monitor ni cheo kikubwa sana. Mfano mimi nikiwa nacho. Unatakiwa uvae tofauti na wengine. Naweza nikaja labda mimi na tie ya blue kuonyesha tu tofauti. Mimi siwezi kuwa sawa labda na udada. Yaani mimi nakuwa sana vanilla ni makofi. Kwa hiyo sidhani kama kuna mtu anaweza kaa amezipiku hizi sera. Nadhani tu ningepita mbele nipe cheo kwa haya machache niliyosema. Kwa kuzingatia itifaki naomba nikae chini. Ningesema asante mheshimiwa, ingependeza. Wanafunzi, nadhani mmesikiliza sera za wanafunzi wenzenu ambao wamegombea hizo nafasi za uongozi. Lakini vitu anavyovieleza ni vya hovyo. Hambadiliki ni wanafunzi. Tuelezeje kila siku? Uongozi ni zamana. Hapa tu darasani hapa mnaeleza sera za hovyo. Mkifika huko mtaani, Wanani? Haya, wewe ulipwe monitor na sisi walimu tulipwe. Utofauti wetu utakuwa wapi kati ya walimu na monitors? Sera zenyewe mnaeleza hovyo. Tumetoa muda mje kugombea hamji. Wanakuja hawa hapa wanaleta madudu. Mwalimu, tuondoke tu. Labda niseme neno moja. Yamkini kuna wanafunzi ambao hawakuwepo kipindi tunatoa hii taarifa. Labda unaweza ukawa na sera nzuri usimame utuelezee. Waendesha boda boda, wasela wapiga